Nyajeni my guys, today being 12th of September, we are shooting our first podcast where we'll be looking things about betting, how it has happened, how it has affected most of us comrades, since all of us here are comrades. Vile to affect, vile decisions zenye tumemake, some are bad, some are good, imesaidia pahali haijasaidia, according to our comrade perspective point of view, how has betting been? Because as I've said earlier, it is Brotherhood Association where we are focused on mental awareness, and things that are causing mental instability in us is the decision that we make. Some of it being stuff like betting, where we find people are using their money on that. So today, being our first podcast, we'll be shooting about betting and its side effects. And I have my co-host, or I will say it's a guest, and I rather say it's a guest who has been a victim of such stuff. He will be sharing with us about how it has happened to him, how he started, how he has gone with it, and how he's trying. Maybe he's trying to stop. He will tell us more. Introduce yourself. Hello my guys, yeah, it's Jafet Mbogo, Mamboy. Like my guy here said, I'm a victim of betting, most aviator. Okay, nasema any victim of aviator. Okay, I posted an NGL message where I asked people to put their point of view, warushe testimonies zao vile betting wafanywa in our WhatsApp community, which we have. We'll post the link hapo chini ya hiyo YouTube channel, you see it. And one of the guys said, betting costed my friend all the rent we had, and even do your gas like aviator monthly. Let me take you through my story about the rent. Yeah. Like it's 2 months ago. My mom akanitumia tu pesa ya rent. Ilikuwa 8500 I think. So after tu amenitumia mimi nikajiambia like naweza idabu nipate hata kitu ya kupata kujispoil nayo. Wow. Noma. For some nilikapitia. Like toto nimeingia hivyo nikadeposit zote the amount all of it 500 to site to debate. Nikaanzia tu like within 15 minutes. I think it's not 15 minutes, it's just like 5 minutes. Ndio yote ikaenda. So nikuanza kustruggle tena, kudanganyana tena kwenye nitatoa pesa nyingine. Like saa ikabidi na nidanganya mzazi tena. Ati nilikuwa nadai another amount ya fee, tuition fee. So akanitumia another 30k. Yeah, my mom alinitumia but ziliingia tu hivyo kitu kaniambia so unaweza rudisha tu hiyo dote tena. So mimi nikachukua tu pesa nikadeposit tena kwa account ya Aviator. Within these 2 months. Yeah. Wallahi. Hata ukisoma mimi history yangu ya nini statement ya M-Pesa statement like for now hata naweza utatumia screenshot wala utatumia utaiona, tutaziweka hapo. Nikaspend zote kwa vile nikakuliwa hiyo 30k na bado nimekuliwa 85, so nikabakisha hiyo. Sasa nimetumiwa like after that sasa nikaacha tu confused, uko na stress, uko depressed. So unashangaa utaanzia wapi tena kutafuta pesa yani tena. Umedanganya kila mtu. Sasa unatafuta utadanganya na nani mwingine sasa? Hiyo within 2 months. Hiyo within this year umecheza mara ngapi na pesa kanga hivi? Like nimespend more than like 100. Ni gari ilikuuma sana. Yenye ilinuma sana ni ile ya 50k tena. Yeah, tuition fee ya last year. Nikatumiwa do ya cash. Lakini nilikuwa nimedanganya tu, nimedanganya mzazi nimemwambia kuna do like after nimesoma fee structure yangu ilikuwa inasema kuna amount imebakia ya fee, but hakuwa na kitu ilikuwa imebakia. So nikadanganya nikatumiwa 50 Gs. So after tu kutumia tu 50 Gs hivyo nikasema like kuna time nilikuwa nimekula hii ya vita tu 100k. Na hiyo 100k nilikuwa nimekula na siku moja, imagine. Mia so. So
Ulikula nini na? Hakuna kitu nilispend hata 5 bob. Si kutumia hata kubai, hata si kubai hata nini. Hakuna kitu nilibai, acha niseme. Zilienda wapi? Zote nilirudisha tu hapo. Yes, nilizitoa, ni withdraw nikakaa kwa nini pesa yangu, but kazirudisha tena. Kaenda hivyo, mimi kuliwa dosa. Hata nimechanganyika kwa sasa, hata natumia any amount, hata kama ni tu so ama ni so kitu inagonga, lakini inagonga tu a bit. Like imeni cost. Hadi saa kazi ni kudanganyana tu. Hata sijajibai hata kiatu. Na pesa ya vita sijai. Hakuna kitu nijajibai nayo. Hata na ni vita tu, kuna beti nyingine una beti. Ni vita tu. Unacheza kwa site moja ama kuna nacheza site, niko na site kama 20. Difference zote za zote difference. Kuna Spa, kuna Spa, kuna Oddbet, kuna SportPesa, kuna SafiBet, kuna Sofa. Like kuna Betway, kuna WinBet, kuna BangBet, ni mingi like zimefika kitu 20. So to estimate amount within 3 months umetumia pesa ngapi na vipi? Nimetumia within 3 months. Hadi sienda mwaka moja. Nimetumia 8k. 80k. Hiyo ni duenye tu nime deposit kwa account. Usihesabu ile nakula na toa then narudisha tena. Sasa do yangu pekee ni kitu hichi. Na plus yenyewe nini imefika 100. Imefika. So ungekuwa na kandai sasa hivi. Sasa hivi kwa nishaamka usikie. Uko wichi ya. Niko zadia bedhe ya student. Zadia. So sasa ungekuwa na kandai sasa hivi. Sasa ningekuwa na duara ningekuwa tu hata invest place nyingine, maybe hata ningekuwa na do mingi. Lakini kitu sasa nikipata do yoyote abita. Like try man. Imagine ana nilipigania masangu na cheza abita. Wallahi ni open up. Ukamwambia aje? Sasa mimi ujue like ile time sijui ilikuwa last month part 1. Ikabidi tu nikakuliwa do ya nini tena. Na vieta. Pesa ya lent. So ikabidi nimwambie, akaniuliza pesa ya lent iko wapi? Nikamwambia nimekuliwa na vieta. Nilimwambia nimekuliwa na betting. Like hata sasa anajua, hata unaweza kumpigia simu muulize sana nijaribu venye nitaacha hii kitu but nimeshindwa. Inakataa tu. Inakataa. Iko mbaya. Kuacha ni ngumu. Ni ngumu. Sitadanganya hapo, ni ngumu lakini cause kuna month nimekaa hivyo bila kucheza. But I think hata tulikuwa na hiyo man yenye ni deposit sijui 100 nikatoka na 5700. So mia ni deposit, so nikatoka na 57. Hiyo do after nini sikukaa nayo hata. Hiyo siku bado. The same day. Enda yote. So kulingana mimi naona umwekea nini kenu. Unaona kama ile watu wa drugs sana wanapeleka kwa kado. Inaitangwa aje yenyewe unapeleka kwa wiki 2-3. Rehab. Kuko na rehab saa ya nini? Ya watu wa victims of betting inaonekana kuna kapitia. So nasikia huyu mwingine alikuwa anasema acha nisome hii anonymous confession. Sijui ati betting imenisaidia kulipa rent maje. This time nimepata laki nyingine fine from 100 to 2600 shillings. So nadhani jamaa anaweza acha. Huyo anaweza acha, lakini anaweza acha but hii kitu inataka tu. Mimi siwezi sema wadanganya hivi. Kudanganya hivi. Inaweza kupea hizo do anasema unaweza make call, lakini nataka tu kuwa na financial literacy. Ukiwa na financial literacy poa, like unaweza jicontrol, unasema this amount ndio nitatumia kwa nini. Lakini si ulianza aje? Tuanze hapo kwanza, ulianza aje? Ni introduce na best yangu. Yeah. Hiyo first time like ni high school ama kwa campus bado? Kwa campus first year. After two alika introduce kwa hiyo stuff ilikuwa tu ya nini betika. Nika deposit. Hiyo time ya kwanza deposit punch. Punch nikakula tu do hivi nikula kitu kapane hivi. Skuni, nicheza skuni ndani kila siku natoa kitu katenga. Toa punch hivyo but kumbe nikaona kumbe naweza amokea kwa invest so do yote kitu like hata nilikuwa natumia do hivi nikijua nimeingiza do like
nikiwa hata tuseme 20k ama 15k hivi. Kwa hizo site zote deposit kila site na amount yake. Hii naipeka patano, hii nyingine. Sasa nasema kila siku nikitoka hapo natoka na doka pancha madhao per day iko. Anasho invest school fees ikaenda hiyo. Nimeinvest hiyo tuition fee yangu nimeinvest ni hiyo ya 30k niliinvest hapo. Sasa ulidanganyana aje ili recover? Siku recover. Hadi wakati sijai. Like ujue sasa imebidi tu masangu nimetua niniuliza. Mostly I think hata niuliza yeye ni ngapi. So nikaongezea fee juu hapo nikanibishia hiyo. Nikamwambia amount iko juu. Like unaona hii kitu effect ya hii stuff. Like unaingiza tu uongo mingi. Uongo ndio inakuwa mingi. Uongo inakuwa mingi. Naomba Mungu sana kwa ile hii episode. Hata sikutaka hiyo. Wewe ni card drugs. Wewe unasema ni card. Ikikuingia kutoka ni ngumu. Hiyo utatoka lakini ni ngumu. Cause mido yote inashika hata kama 50 bob. Na deposit hapo. Like nakumbuka jana nimewekewa punch. Jana nimewekewa punch nikasema wacha nitafute do ya kesho. Nika-deposit yote, hata sikujibakishia hata ukiangalia sikujibakishia hata shit yote kwa nini? Punch. Nika-deposit punch. Punch yote ikaenda. Kweli kuna hizo graphs unaona ngoma mnasoma kweli hakuna? Unaweza soma hii graph, kuna venye unaisoma. Ya unaisoma like kuna venye mimi ilikuwa imenifikia naweza kuisoma. Kusoma nasoma na gain. Like nikiingia tu hivi na amount kidogo na gain. Naenda tu hivi nikiongezea hiyo do. Lakini kuna amount inafika kanaenda. Unakuja sijui akili inafanyika nini ama ni nini. Kitu inakuingia inakwambia kama nimeanzia kubet na 50 bob nika make like 5k. What if niweke punch sasa nianze kubet na hiyo punch ama dhao. Maybe itakuja ikiwa more. Sasa ukianza tu kuweka hiyo punch unapata account imeisha yote. Hauna do kwa account. Umeishiwa na yote. Wow. Like kuna kiwango unafikana sijui like hiyo sijajua hiyo ni nini yake ni gani. Inaenda tu like ikifika tu amount fulani amount hata hujaifika like umezoea kuingiza dhao na yenyewe hiyo do unaanza kuongezea unaona hai leo nimemake kitu 15 Gs kutoka dhao. So unaweza make hata 100k within couple of minutes ama hour na couple of hours itaenda. Sasa niulize, after all that hiyo pesa imeenda, unakuanga depressed mbaya sana. So unafanya nini hiyo depression? Unajua kitumia hata kitu like hata ukiangalia huko nimegonga ukuta kwa nyumba. Jua pesa kwani? Jua pesa imeenda like unashanga utatoa do wengine wapi? Like nimepiga ukuta hata wengine kwa yeye nyumba ukinipata mostly kwa nyumba peke yangu napiga ukuta najipanish. Unataka kujipanish tunatafuta tu unajipanish cause sio unashangaa. Niko na 30 Gs unapata kuna mtu hapa anaenda like hawa si uzungusha nini hizi kama matunda anadhukuma kitu punch ama pade for a whole day anashinda akichomeka na jua udhukome punch. Lakini wewe umewaste 30k na dakika 5. Inakuuma. Inaniuma sana Unataka kujipeleka Zayuni jioni. Sasa hapo ikifika hiyo nilikuwa na hiyo dot ya nini like nilikuwa kwa day like ilikuwa me. Nilikuwa nimetry kujikata. Nilikuwa nataka nione tu like unasikia tu jitoe uhai kwa unaona. Umefika mwisho. But mimi hata tu niseme tu ni juu ni support ya mzazi. Tungekuwa na tungekuwa tunaenda kwa hiyo ndio most hata si sasa nasema kaa hiyo ni pesa ya mzazi kwa mimi nachukua nini na kuliwa napiga simu natumiwa sasa mse ametokoma yake atasikia hiyo pesa imeenda na anajua kesho hakuna place atatoa ama hakuna mse anaweza call mweke duka hiyo. Na sasa yule unajisasina hadi. Juu umeniambia in the last 2 months ile pesa imeenda bado na ujulan. See changu le. Wacha tu niseme. Inaitangwa aje?
Wewe tu sema tu ni juu najua place nitatoa ingine na mostly mtadanganyana. Sasa utafanya nini? Sasa hivi umesema uko chini. Sasa unainama tu. Nainama. Utasema imeanza. Sasa hiyo ndio inajipanish. We kazi yako ni una invest. Inaenda. So imekuwa nikaa kujirudia, nikaa pattern sasa. Sasa imekuwa kaba. Wacha tu niseme nikaa pattern. So ni kitu hadi una expect already. Ndiko umeshazoea. Nimezoea lakini wacha niseme kitu sipo. Shajaribu kuacha. Nimetry kuacha. The longest ushaika bila kucheza ni hapo. Like ilikuwa tu mwezi mmoja. Mwezi mmoja? This year ama last year? This year. Hiyo June hapo. Bado June hiyo mimi sasa hiyo June. Hiyo time wakati ulikuwa unataka kujipeleka za hiyo. Hiyo. Cause nilikuwa naona nashangaa. Like hata nimewekewa doc inafikia hadi pale mzazi akutrust na pesa yote. Sasa hadi inakuwa ngumu sana. Inakuwa ngumu. Like hii stuff inafanya ukuwe na uongo mingi. Effect yake kitu ni uongo mingi. Hiyo ndio ya kwanza. Hiyo ndio ya kwanza. Uongo. Ujue kitu inagonga ya kwanza, ukikuliwa tu hiyo do hiyo saa hizo. Kitu inagonga, lazima mtafute do nyingine nirudi tena nione kama invest zaidi. Nini? Talikava hiyo do imeenda. No. Inaenda tu. Like nikaa hii stuff sijama ni penye wanajuanga. Watu hata ukipata hiyo do tena, umekulia afu pata hiyo do tena. Zinaenda saa hata ndio swala zikaanza unakulia na within 2 minutes. Nika ile we fly tulikuwa tunawatu kwa doga Jason Statham bila anataka asije kuinvest pesa ya kununua meli. Anakuwa a minute rich alafu anaicheza yote inaenda. So unaweza hata kitu shangaa mimi naweza kuwa kama mle niko tu hivi niko na 50 GB. Najisikia leo niko na 50 GB na kesho hata si kesho. Na nikikupigia simu leo nikwambie niokolee mimi utaniokolea. Ama unaniambia nime budget hiyo. Sasa hiyo kitu nime budgetia ni ndege. Hizo site zote vile nita deposit hii amount. Una balance 5. Hivyo. Na madeni utapata utapata msekani nini? Msi anajua hakuna do ingi place anatoa do si utabidi ukope. Sasa ukikopa hiyo do si utairudisha hapo je kuinvest tena. Hiyo do ukiingia huko tena sinaenda tena. Sasa unaacha tu na madeni huko na hapa na pale. Unalipa hizo madeni tuanze hapo. First like me kwanza sijachukua madeni mingi. Sina madeni mingi. Wewe ni uongo tu umejaza. Uongo ndio nimejaza. Mtu mwenye nanyonya sana I think ni Masaa. My mom. Na your dad. Yeah. Koza tu ndio udanganya mostly. Anajua ngo namdanganya already. Anajua namdanganya. Koza hata akiniwekea do, anajua ananiambia, "Nusu unaenda beti." Niambia si ya beti. Kitu changu hata nikiwekea hiyo do haikuwa imefikia ya kuingia betting. But hiyo tu amount ikiingia tu kwa account yangu ya M-Pesa. Kitu inagonga tu. So weka una budget vizuri vile utatumia hii pesa. Ikiingia makosa imefanyika. Hivyo sasa. Sikia huyu jamaa vile alikuwa anasema, muachane na gambling bana. If only you are lucky of it, join inakuanga luck. Otherwise it will take you to grave. If you think of winning millions on those platforms, always remember kuna the owner behind its functioning, and that's a business. So definitely is there to win and could never allow to go. Yeah, so hiyo they have always win. So akosei. Akosei. So unaambia watu waachane na betting. Mimi watu waachane tu na betting. Like hii stuff inaweza kucost hata life. Si ati. Lakini kuna mwenye alisema hapa, tuone. Ati hawa kuja classes za betting. Unabetaje na 10 bob unakuja 20k. Like kuna wenye bado wana benefit na hiyo. Kuna watu benefit nayo. Financial literacy iko juu. Hiyo msi anajua any amount anaweza weka 10k na aseme 10k ikienda sitaendelea tena. So ukiwa tuseme ile kitengo unawekanga ka budget kako kila mwezi, ukiweka hii ndio ya betting ndio ni hiyo. Iko ni tu lazima ubet. Tamaa iishe. Kwanza tamaa ndio kitu tamaa ndio mbaya. Tamaa iishe. Lakini hii stuff nayo uko na tamaa mingi. Uko na tamaa. Na kazi yako ni ya vieta moshe yake zingine. Hizo zenye nasikianga unaweka sijui nini kichwa.
unaekelea Manchester kichwa. Like nini football nini hizi games sports wekelea sometimes. Hadi game ujui. Sijui unaekelea Sparta Moscow. Like unajiambia tu umetipo betting like sports unasema hapa na deposit to nini utabet na kitu so una expect to win kitu 100k unachukua odds card 200 sawa games nini kama una bet una expect to win game 20 na nini inakata. Lakini kuna beshte fulani yangu alikuwa ananiambia ati ukiona kitu imepatiwa odd 1.2 sasa hizo uko na kitu ka 50 Gs wekelea hiyo juu probability ya kurudisha hiyo pesa iko juu. Juu si utamake ni odd 1. So kwa hiyo 50 Gs unaweka 10k. Unarudisha kitu ka 10k. Hizi platform hizi site mingi ziko na limit yake ya kubet cause ka ukiangalia betika uweze bet more than 5k ama ni 10k I think. Kuna kiwango yenye uweze bet. Na ushaingia kwa casinos hizo? Casinos nimeingia like. Uko ulicheza gani sasa? Nilikuwa nacheza ilikuwa inaitwaje? Ndasikumbuka jina. Ya kuzunguka. Yenye ya kuspin. Ya spin. Ilikuwa sawa? Ilikula lakini sasa nimekula kitu 1500 kwa. Mimi kitu imeniingia sana ni Aviator. Aviator tu. Kwa Aviator naweza make 10 Gs. Na unaweza unazimake. Nazimake. Yeah, like me umake. Do shida tu ni kukaa nayo. Siwezi kaa nayo. So ukipata mtu anajua kumake na kukaa nayo iko sawa. Iko sawa lakini siwezi. Huwezi advice. You strongly disadvise people. Like wewe uko na do invest na places zingine. Places mingi za kuinvest si ndio? Like try iko tu ni akafani. Kuna si kuinvest kicheza bet like Aviator ikuwe si kaa unaenda kutengeneza pesa ili nikaa una have fun kucheza tu ni kwa have fun. Kuna beshte fulani yangu hapo kwa Ruya nilipata akisema huwa anacheza na 200 per day. Hiyo ikienda na mostly wewe iendi kuna ile masaa anacheza inamrudishia do. Hiyo ikienda more than 200 haizi ekelea. Alikuwa anasema hivyo. Sasa hivyo inafaa hivyo wewe nikaa una have fun. Si kaa uime kitu gani ya make do. Wewe jiambie tu like unasema si niko na do yangu like sema hata 10k. Sema tutachukua hii 1k. Bwata kazi ni yenye kienda utauma. Lakini ukisema tumeenda ku make do hapo hapana. Unajidanganya. Unajidanganya. Na ni steak gani ushujai sawa wenye ushaikula ndio ukajisikia yenyewe ni ji? Steak gani ushaikula? Steak yenye nilikuwa nimesikia ni je niliweka 1500 nikatoka na hiyo nitoka na 16k. 116 at once ilikuwa steak ya kwanza hivi kwa ilifika ilienda 20x ama ilienda 20k order 20k order 20k anaitoka mapema nika ile ya drop plan like inakuwa jackpot kuna days kunakuwa na hizo jackpot like niliweka tu hivi niliweka 1500 hata sikuweka ni wifi ile hang. Ni wifi ile hang. Sasa mimi nilikuwa nimesema hata nitokee 5 ama 10. Sasa after wifi tu imehang hivi. Mimi naenda kushukia napata niko na 116k. Si niko hizo dom jombe. Kwa nimetoka nikamake zikapanda kutoka hapo nikaongezea stay ni wana bet na 1500 nikaanza kubet na 10k juu sina kuwa na nini mbele nikabet 10k juu na 5k chini nikakula cause ni withdraw hiyo 100 na bado nikaongezea nini withdraw 100 alafu 100 nikabakia na hizo 16 nikabet nini nikaongezea like ikafika kitu 70 something bado hiyo nikibet 10k natokea like order 2 hivyo kipanda panda. Sasa shida ilikuja penye sana nikaanza kujidanganya nikaongezea stake 10 kaanza kuweka 20k juu na 20k chini. Nimecheza tu game 5 I think. Ndio yote ikaenda. Ndio ya kwanza yenye ilikuwa hiyo site kwa account ikaenda. Kununua hadi soda. Sikubai kitu nilibai tu ni mzinga moja pekee. Na sio ulikunywa. Ujue sasa tunajisikia wewe kwa mtu unajua umejisikia uko na 100 Gs hapa. Na
within hata sijui 30 minutes ziko zimeisha na nimeweka 100k na niko nazo ndio iko kwa account hata iko niko na 100 kwa account yangu ya M-Pesa na niko nayo kwa account ya hiyo site. Wow. Mimi nasema nimejaa. Nikaongeza stake 20k hata iko inafika 1.5. Ya kwanza nakumbuka kwanza nienda 1.2. 40k simeisha hiyo ya kwanza. Nikaeka nikasema hiyo. Nikasema nimesoma graph kumbe wapi. Nikaeka 20k nyingine na 20k nyingine. Hiyo si niita. Zilikuwa kwa site zikaisha. Ati nenda aje mtu. Ai, kaewa bana. Nitoa hiyo. Wacha pesa ku make it. Like sasa unajua watu wengi wanataka ku make it. Ya hiyo. Tukiangalia si ndio? Sasa wewe nitasema it's okay. Naweza unaona mental instability si ni issue inatu affect si kama guys nikuulize unaona kama betting ina play a bigger part kama wewe umeshasema kuna wakati unakonga depressed ile yako yote imekufikisha mwisho unasikia die acha nijipelekeza hiyo unaona kama ina play part kubwa sana kwa hiyo nini like yeah tulisema cause ukiangalia kaya mostly hivyo umekuliwa tu tuseme hiyo do na una otherwise hauna option nyingine ya kufanya, hauna kitu kingine ya kufanya. Like ndio unapata hata watu mostly like hata unajua unaweza cheze. Stuff. Wala unaweza cheze. Like hata hii ukiangalia tu ni kucheze. Because hata ukipata tu yoyote hiyo tuseme tu ni kapata ya kucheze. Ama tutaiweka aje tukifuta. Because the moment umepata tu kucheze kucheze si ni public. Msenomo si kuna venye anajielewa. Kisema ukipata do kiwango fulani nasema hii ni ya kufanya hivi na hivi. Like but mimi nikipata do kitu inagonga tu kitu moja. Nikaa chizi tu akifikiria kitu. Akisema ni ile ni hivyo. Sasa yako ikifikia ukipata tu do unajua tu ni kuingia tu site. Aniulize hapo kuna mtu anaweza sema amefanya kitu na hii do ya betting tuseme imeingia umefanya kitu very nice umejiwekea business like imekusaidia place kubwa. Juu hadi hii kamera tunashoot nayo nasikia ni aviator pia. so kaa huko tunaweza tuma kwa hiyo kuna link tutapost hapo. Pia utatuma confession yako pia tusikie kwenu nyinyi wote. Alafu you can share your views vile tunaweza stop hii kitu tu minimize kwa watu. Juu kaa huyu unaona vile anaendelea unaona ukienda in the next one ukiendelea hivi utakuwa wapi? Mimi kwanza niseme tukiendelea hivi siendi far. Hapo naweza sema kwangu lakini msee ako na financial literacy poa. Like msee anajielewa nini anaweza enda far nayo like ndio kuna msee akiingiza do fulani ni kwa sababu anaweza invest place nyingine na hiyo do na make it na hiyo. Hebu tuambieni best solution kulingana na watu. Niko sure si yeye peke yake. Kwa hii country hadi Ruiru tuko. Niko sure tuko ni wengi. Ni watu wengi. Hadi usi nimesikia akisema hapo nyuma ya kamera kuna vile ishaimpeleka hadi kama nunua kama kuna vile imempeleka kwa kona pia. Ni wengi. Unaona the best way yenye tunaweza address hii issue inaweza kuwa gani? Utashare tu hapo tu kwa link. Tutapost email WhatsApp nini community na PNGL message unaweza tuma. Wewe unaona ni best way ni gani? Best way watu mimi wale tunasema msee ajielewa hapo. Wase wajilimit. Kama unadai tu kucheza limit kiwango ya utakuwa una put kwa hizo sites na hizo platform hizo ni zote. Like but useme ati umepata do kwa fulani ka lenta ama do yote iko ni pesa yako ile ya pocket. Watu sema ni do yenye most umeweka tu like ni ya kutumia kivingine lakini si pesa inafaa si pesa umepangia useme unaenda ku make pesa umepangia hapo ati kuinvest nayo hapana. Ni pesa yenye tu wewe tunaweza sema icheze kama una fun tu like tusicheze ku make do na kiko addict kwa addicted wewe tafuta kuna nini mingi sana nini wewe ana ka cancel na mwende anyway
Wala hiyo ndio solution tunatafuta kwa wingi. Na ikikukaa haja kushika kaa hujaanza kama mimi unaweza tuambia aje tusianze. Mimi nasema msiajaanza. Hata usifikirie kwanza. Ala. Wewe tu kaa tu utafuta places ni mingi. Za invest hiyo do yako. Wala. Imekuwa poa sana guys. Hapa vile tumesema tuna address issues. Leo ilikuwa issue ni ya betting. Maybe next episode tutakuwa na campus depression, relationship and heartbreaking, vile watu wanafanya huku nje ma campus. The main objective of me and our goal between 6 and 35 years at least for personal growth. Unaona kama huyo amesema in the next 1 year juu kwenye atakuwa. Lakini maybe tukipata solution kutoka kwako, maybe in the next year unaweza kuwa someone great. Tusaidiane si wote tuungane. Thumbs up. Hadi next time. Shukran.